Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe pongezi nyingi sana kwa Wizara ya Afya na Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu wake. Kijiji cha Mdunduwalo kilipata shida sana. Najua Mheshimiwa mbunge huyo ambaye ni waziri, lakini zahanati ile sasa imekamilika. Nikushukuru sana kwa sababu wizara yako ilileta kile kifaa cha kuhifadhi dawa za chanjo. Asante sana waziri. Lakini nitoe pongezi kwa watendaji wako ambao ni wanafunzi wangu wazuri, akiwemo Dr. Mafumiko pamoja na Dr. Paul Muhame wa madawa asilia. Wale ni vijana wangu, niliwafundisha biology, kwa hiyo una vijana wazuri ambao ni tundo langu hilo. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba niwapongeze na kuwashukuru wabunge wote ambao mmenitia moyo wakati natetea vyuo vikuu, akiwemo Profesa Muhongo, Dr. Bashiru, Mama Ana Kilango, Profesa Maya, rafiki zangu akina Janeti, Esther Matiko, mmenipongeza na mlinitia moyo wakati napambana na eneo hili la vyuo vikuu. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumze leo kama alivyozungumza Tekla. Manesi wanahitajika sana. Na tukumbuke kwamba manesi wanahitajika sana duniani kote sasa hivi. Na Mheshimiwa Waziri, manesi katika dunia hii walikufa wengi sana wakati wa corona. Kwa hiyo nikuombe, hata Tanzania manesi wamepungua. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, mjikite sasa kwenye kuona kwamba manesi wetu wanapata elimu ya chuo kikuu, tena wawe wengi kama walivyofanya Aga Khan. Aga Khan wameweza kusomesha sasa manesi. Kwa hiyo na sisi Tanzania tujikite katika kuona sasa manesi wanapata elimu na waongezeke, kwa sababu idadi yao imepungua sana. Wewe unajua una zahanati nyingi Tanzania, una vituo vya afya, una mahospitali ya rufaa. Lazima manesi wanaokaa muda mrefu na wagonjwa waongezeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, narudia tena. Naona sasa Mheshimiwa Waziri Jenista, wewe ni ndugu yangu. Sio tu ndugu wa hivi hivi, unajua wewe ni ndugu yangu. Hebu acha legacy kwenye hili eneo la teaching hospital. Naibu wako alijibu hapa. Alisema sasa hivi kuna ushirikiano mzuri na nini. Mimi nakuomba leo utoe tamko. Teaching hospitals ipate asilimia, wale MUHAS pamoja na Benjamin pamoja na UDOM wapate asilimia 80 ya kuhusika kwenye zile teaching hospital zao. Mloganzira ichukuliwe kwa asilimia 80 na MUHAS. UDOM Benjamin nayo asilimia 80 na MUHAS. Maprofesa wako hapo wananisikiliza, wanajua umuhimu wa teaching hospital kwa vile vyuo vyote vinavyofundisha masomo ya afya. Wenzangu wameongea, mimi nimeongea, mimi ni daktari tu, lakini jana ameongea Profesa Muhongo. Sasa hata Profesa Muhongo mawazo yake kweli hamuyachukui. Ameongea Dr. Bashiru. Hebu hakikisha sasa hivi unaacha legacy, watatucheka huko duniani. Naomba ulichukue hilo Mheshimiwa Jenista, lifanyie kazi na utoe tamko. Nije kwenye hili swala la matumizi ya P2. Mimi nililiongea. Sasa kuna watafiti wenzangu wamekaa wamelisema. Kuna Dr. Jane Muzo anatoka Aga Khan, kuna David Muyemba yeye anatoka MUHAS. Wametoa madhara 10 ya P2. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako, kuna wabunge hapa hawajui hizo P2, hawazijui kabisa. Hapa nina P2 hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uje utume mtu aje azichukue. Wabunge wazione, waone watoto wao wakiweka kwenye meza, wasione kwamba ni kidonge cha kawaida, wazijue hizi P2. Madhara yake, waheshimiwa wabunge nisikilizeni. Hizi P2 kwa sababu zinatumika ovyo bila elimu, Mheshimiwa Jenista, naomba mtoe elimu ya wazi kabisa. Elimu ya wazi. Nakwambia ili hiki kizazi hiki kitapotea. Mabadiliko ya mzunguko wa damu, kiharusi, manake wanatumia ovyo.
wanaweza wakapata stroke. Hii ni kutokana na utafiti wa hawa niliowataja. Wanaweza wakapata kansa ya uzazi, mimba zinaweza zikatoka mara kwa mara, wakati mwingine wanapata damu nyingi, na wakati mwingine wanapata damu kidogo, inaitwa spot. Wakati mwingine wanapata hata magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo hili swala nimelizungumza kwa sababu juzi tu kuna mama mmoja wanatoka Arusha, wale walioalikwa kwenye chama, akaniambia, mheshimiwa, hivi mnaongea hili swala la P2? Sasa ujue kumbe hata kina mama wameanza kuogopa. Swala hili la P2 tusifanye mzaha, mheshimiwa Jenista. Angalia namna gani mtatoa elimu bora ya matumizi hayo, kwa sababu inaonekana kuna hasara zaidi kuliko faida. Nimelisema hilo na naomba waziri sasa mtalifanyia kazi. Swala jingine ambalo naweza kumalizia ni kuhusu hii mfuko wa bima afya kwa wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna haya vipimo vya CT scan, kuna MRI, kuna dialysis. Walisema wenzangu, hivi vitu tulienda pale Temeke. Vipimo hivi ni ghali sana. Kuanzia 200,000 mpaka na kuendelea. Sasa ni muombe waziri, hii elimu ya bima ya afya kwa wote bado. Itoeni elimu ili vipimo hivi watu wote waweze kuafford. Kukiwa na bima ya afya mtu ataweza kupima, lakini otherwise nakwambieni yale mashine yako pale yatawasaidia tu watu wenye pesa. Kwa hiyo mtoe elimu ili angalau watu waweze kujua sasa bima ya afya kwa wote itasaidia nini. Mwisho, naomba kwenye tiba asili serikali mshirikiane na watu waliotusaidia. Leo kuna mtu anaitwa Shekilindi, amesaidia sana watu wakati wa corona. Dawa ya kisukari, magonjwa ya meno. Kuna rafiki yangu mmoja ananiangalia pale, sijui ni Maria Mnyoka. Magonjwa ya meno. Sasa msaidieni huyu, mshikane naye. Shekilindi anasaidia sana. Watu wanakwenda pale anasaidia. Je, serikali kwa nini msimuhusishe huyu? Mtafute Paul Muhame pamoja na wengine. Mshirikishe Shekilindi aweze kusaidia watu katika magonjwa kisukari, meno, pressure na magonjwa mengine. Sasa watu kama wanafanya kazi nzuri, tunawafuata tu wakati wa corona. Hebu mumshirikishe asaidie kufanya hiyo kazi ili tuweze kuepukana na magonjwa hayo madogo madogo. Msione aibu. Tezi dume, watu wanaona aibu. Jamani, tezi dume wanaume, nendeni mkamwone Shekilindi. Mwisho ni kuombe waziri, hebu toa tamko. Zile dawa za kuua vizalia vya malaria. Kidogo mwenyekiti nimalizie hapo. Zile dawa za kuua vizalia vya malaria, hivi wakurugenzi mliwaagiza, je, wameenda kuchukua? Mpaka lini sisi tutateseka na haya malaria? Waende wakachukue zile dawa pale Kibaha. Tutokomeze malaria. Yaani nyinyi mnawaagiza humu ndani, lakini wala waendi kuchukua. Kwa hiyo nikuombe mheshimiwa waziri, hebu pambana nao, waambie utoe amri wakachukue dawa, zisambaze kwenye masehemu ambayo mbu anazaliana ili tuepukane na malaria. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana mwenyekiti. Asante.